Tukushukuru Bwana, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa uliwaficha wenye hekima ukawafunulia watoto wachanga. Sala na salamu zimfikie mtume wangu na maswahaba zake na wale wote wa Tanzania wanaosimamia haki na kutenda wema mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi leo nimeona hili leo niliweke wazi. Kwa wale waliokwenda mijini na baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam, kulikuwa na askari wengi sana. Wale askari kushinda pale barabarani wanalipwa posho. Ile posho wanaolipwa ni kodi yako wewe na mimi. Ile posho ingeenda kufanya mambo mengine. Lakini kwa sababu ya kikundi cha watu wachache kimeamua kuiweka Tanzania katika tension, basi kimeamua. Lakini sisi kazi yetu ni kusema, sio kutukana wala sio kupigana, wala ni kusema tu. Mwenye akili na asikie, mwenye macho na aone, mwenye masikio na asikie, mwenye akili na azingatie. Na mimi nishukuru Mungu, Wakristo wenye maarifa, wallahi na hapa Wakristo wako wenye maarifa ambao Mwenyezi Mungu amewasifu ndani ya Qur'an. Katika surati Maida sura ya 5:82, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema utawakuta waliokuwa maadui kwa Waislamu ni Mayahudi na wale washirikina wasiokuwa na kitabu, na utawakuta walio karibu sana kwa Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Mungu ndio anasema Wakristo wako karibu sana na sisi, kwa sababu miongoni mwa Wakristo wako wanavioni na wachao Mungu. Mungu anasema ndani ya Wakristo wako wanavioni, wako wasomi na wachao Mungu. Wakiona haki Wakristo wanaifuata. Sasa hii haki ninayoisema hapa, wale Wakristo wa kweli wanaifuata, wanachunguza. Mungu ndio amesema, sio mimi. Wako wasomi, wanavioni, wachao Mungu, wakiona haki wanaifuata. Na hii haki ninayoisema hapa, Wakristo wengi wamekuwa wakinipigia simu na kukubaliana na mimi. Kwanza tukubali tusikubali, nchi yetu haina ukabila, nchi yetu haina udini, nchi yetu haina ukanda. Mimi Mnyakyusa na uwezo wa kumuoa Mluguru, Mluguru anaweza kumuoa Muhaya, Muhaya anaweza kumuoa Mzanzibari, Mzanzibari anaweza kumuoa Mzalamu, Mzalamu anaweza kumuoa Mpemba, Mpemba anaweza kaoa Mkuria. Yaani ndivyo tunavyoishi. Na ndio maana hata ile mambo ya kilugha, lugha za watu zinapotea. Mimi ni Mnyakyusa lakini Kinyakyusa sikijui. Najua maneno machache, salamu alafiale ndaga tu masiku kwe. Tununu tolo, tolo bunju malafia. Najua maneno machache, lakini ukichanganya Kinyakyusa sikijui. Kwa sababu mama yangu sio Mnyakyusa, mama yangu mimi ni Mnyamwezi wa Tabora kabisa. Ukitoka kwa Ibrahim Lipumba pale Isenga, ni pale Lalangulu, unakwenda nyumba ya pili ya tatu ni kwa mama yangu. Babu yangu mzaa mama alikuwa ni Muislamu, anaitwa Ramadhani Sadi. Tena alikuwa Muislamu kweli Sheikh. Baba yangu alikuwa ni askari. Baada ya kufika Tabora wakapendana, mama yangu akambatiza mama yangu. Wakafunga ndoa ya Kikristo ya Kiroman Katoliki, na aliyefungisha ndoa ile na mkumbuka ni Padri Rudi, na mimi ndio padri aliyebatiza. Akanipa komunio Padri Geoffrey. Kwa hiyo ninapozungumza hivi na kuonesha namna gani Tanzania isivyokuwa na ukabila wala udini, lakini kuna watu wanalazimisha haya mambo yawe. Na vurugu zote hizo zinazoandaliwa, zote zinazoandaliwa, leo nazungumza ukweli, ni chuki tu ya Uzanzibari, rais Mzanzibari, rais Muislamu. Rais Mzanzibari, rais Muislamu. Hakuna siasa sasa hivi, tusidanganye watu. Siasa iko wapi? Wewe uliwahi kuona siasa inang'ang'aniwa wakati uchaguzi umekwisha? Siasa gani? Mkang'ang'ania kumtoa mtu jela kwa maandamano. Uliwahi kuona wapi na wapi mtu anatolewa jela kwa maandamano? Wapi na wapi? Na ndio maana unaona Wakristo wenye akili kama huyu kijana anasema alikuwa katibu wa Chadema, ni Mkristo, katoka kaona upuzi huu na anapinga maandamano na vurugu za Chadema. Hao ndio Wakristo wenye akili na ndio tunaoishi nao mitaani humu, Wakristo hawa. Lakini wako kundi la Wakristo linalo mbaya kweli nchi, linataka kila neema iwe kwake. Baadhi ya Wakristo wana roho mbaya nchi. Nazungumza ukweli. Wala mimi sipalili udini, japo nikisema mbona wanasema unatengeneza udini na wewe. Yaani mnataka msame nyinyi tu, muhujumu nyinyi tu, hujuma muifanye nyinyi. Sisi tukisema tunatengeneza udini. Hivi kwa akili yako mimi mwepopo nitengeneza udini wakati shangazi yangu Mkristo? Wakati baba yangu mdogo Mkristo?
Na hivi juzi ameniita babangu, wiki amekwenda nje ya nchi. Akirudi la kwenda nyumbani ameniita baba yangu mdogo. Anaitwa Hans Mwaipopo. Ameniita njoo mwanangu nyumbani. Hivi akirudi na kwenda kumuona. Sasa ingekuwa kuna adui babangu angekuwa ananipigia simu. Na babangu ananipenda. Na nikifika kwake na deka kwamba niko kwa baba, ni Mkristo, lakini baba yangu mdogo, babangu mzazi amekufa. Na nikifika na nyenyekea, hata kiniambia tembea kwa magoti na tambaa, ni baba. Lakini imani yake kanisani, yangu msikitini, hapa nyumbani ni baba. Ni baba. Katoka tumbo moja na baba yangu. Lolote akilitaka kwangu natii. Kasoro imani tu basi. Sasa utambaje mimi nataka watu tuwane, mimi naweza kaua baba yangu, nikaua shangazi yangu, nikaua dada yangu. Mtoto wa dada yangu amekuja hapa kwangu. Kaja hapa anataka kuoa. Nataka nikuelezeni ama mwingine sio kusema. Tunakuelezeni. Anataka kuoa. Wallahi na hapa Mwenyezi Mungu ni shahidi. Nimemwozesha zaidi ya 1.5 million nimempa. Nenda kaoe mwanangu. Ni mtoto wa dada yangu na ni Mkristo na ndoa imefungwa Kikristo na nimekwenda kasoro kanisani sikuingia. Lakini nimemsaidia paka meo. Sasa utasema mimi nachukia Wakristo au sitaki Wakristo? Acha tuseme, acheni kwa mnatulisha maneno mabaya yasemwe.